Sasa hivi ni saa nzuri, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo tuabudu halisi, tamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Mungu atatafuta watu kama sisi tupate kumwabudu, kwa maana Mungu ni roho, nasi tumwabudu yeye, imetupasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa hivi ni saa ya kuokoka, ni saa ya kuokoka. Sema kuokoka. Nini maana kuokoka? Leo sitakufundisha zaidi, lakini pia nakupa kazi ya nyumbani. Soma Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kuokoka kwa tafsiri nyepesi maana yake ni nini? Kuokoka kwa tafsiri nyepesi maana yake ni kumkiri Bwana Yesu Kristo. Kwanza kuokoka tafsiri yake kulingana na Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10 maana yake nini? Ni kuamini ndani ya moyo wako ya kwamba Bwana Yesu Kristo alikufa msalabani, akafufuka, akapaa na kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini pia sambamba na hilo, kwenye mstari wa 10, kuokoka maana yake nini? Kuokoka maana yake unakiri kwa kinywa chako ya kwamba Bwana Yesu, au kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndo tafsiri muhimu sana, au tafsiri unayotakiwa kuwa nayo. Ngoja tusome hiyo mistari kwa sababu naona kuna mtu moyoni mwake anasema sasa Ole Njolai na yeye sasa ameshaanza kuleta habari zake za kuandika ubaoni. Fungua kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9 na ujiandae kuokoka jioni ya leo na siku ya leo. Yesu yuko hapo kwa ajili ya kukuokoa. Kumbuka hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Kama umefika hapo sema amen. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Narudia tena. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako leo hii ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Amen. Mstari wa 10. Kwa maana kwa moyo wewe unaamini hata ukapata haki, na kwa kinywa chako unakiri hata kupata wokovu wa Bwana Yesu siku ya leo. Kama hujawahi kuokoka, Mungu anakupa nafasi sasa hivi utengeneze maisha yako pamoja na Bwana Yesu. Kama umeokoka ukaanguka kwenye dhambi ambayo ilikuwa ikikutesa, ambayo shetani ameitumia kama mtego wa kuweza kukunasa, basi fanya sala hii pamoja na mimi kwa msaada wa Roho Mtakatifu ili urudi tena kwa Mungu, kwa maana kwa Mungu ndiko mikononi ambapo ni salama. Kwa hiyo kumbuka, fanya uamuzi wako. Saa ya wokovu ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa, sio kesho, sio baadaye. Saa ya wokovu ni sasa. Yesu Kristo yuko karibu kurudi. Atarudi muda wote, saa yote, dakika yote, sekunde yote. Kufumba na kufumbua dakika moja, sisi ambayo tutakutwa tuko hai tutabadilika mara moja na kupewa miili mingine ya ulimwenguni, manake ya mbinguni. Na wale waliokuwa wafu watafufuliwa na dakika moja atavikwa miili yao kwa wale watakatifu. Na wale ambao kwamba hawajaokoka kabla ya mauti kuwakuta, manake watakwenda katika nini? Katika tanuru la moto na kupata mateso pamoja na ule shetani waliokuwa wanamtumikia na aliyekuwa anawadanganya kama vile alivyomdanganya Hawa na Adam katika bustani ya Eden. Kwa hiyo sicheze na hii nafasi, ni nafasi muhimu sana. Yesu yuko hapa, ndiye anayekuokoa. Sisi ni washambenga tu, sisi ni wapambe wa Bwana Yesu, ili mbinguni kuwepo na furaha. Kwa hiyo hapo ulipo, haijalishi uko kitandani, haijalishi uko umekaa, haijalishi umesimama, haijalishi umelala, haijalishi umejilaza kitandani, popote pale Mungu anaweza kukuokoa. Kwa hiyo andaa moyo wako na uwe na kiu ya kwamba leo hii nataka kuokoka, leo hii nataka kuokoka. Ili Mungu aone utayari wako, nyosha mkono wako kwamba leo hii Ole Njolai na Nekinyi nataka kuokoka. Leo hii Bwana Yesu niokoe. Leo hii Bwana Yesu niokoe. Kwa hiyo nitakwenda kufanya sala ya toba ambayo Mungu atakusamehe kabisa na hatakumbuka tena
hizo dhambi zako, na baada ya kukusamehe manaka atakuingiza katika mwana wa pendo lake. Kwa sababu kwenye huduma hii siko peke yangu, niko na mke wangu. Kwa hiyo nitamkaribisha mke wangu ili aweze kukuongoza sala ya toba, alafu tutafanya maombi ya kumshukuru Mungu na kuahirisha kipindi na kujiandaa kwa ajili ya kipindi kinachokuja, kipindi cha 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo endelea kukaa ukiwa umenyosha mkono wako na ufate maombi ambayo mke wangu atakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ni muda ambao wale ambao mnamhitaji Bwana wetu Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tutaenda kusema sala ifuatayo, kwa kumaanisha kabisa, ukiwa unajua kwamba Yesu Kristo atakuokoa na yeye peke yake ndo anayeweza kutuokoa sisi wanadamu tuliopo katika ulimwengu huu. Hivyo basi, kama unamwamini Bwana Yesu Kristo na unaamini kwamba anaweza kukuokoa, unaamini kwamba anaweza kukuokoa katika ulimwengu huu, tufuatishe sala hii kwa pamoja. Tuseme sote, fumbe macho tuombe. Omba kwa sauti sala hii kwa ujasiri kabisa, kwa sababu sasa unaingia kwenye hatua nyingine ya maisha mapya na Yesu Kristo. Tuseme wote, Mungu Baba, nimekuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initakase sasa katika roho yangu, katika nafsi yangu na maisha yangu yote. Bwana, Bwana Yesu, nimefungua moyo wangu, ninakukaribisha sasa. Ingia ndani yangu kwa uwezo wa Roho wako, uwe Mwokozi wangu, uwe kiongozi wangu, uwe Bwana kwangu kuanzia sasa na siku zote. Nikutumikie wewe, nikuishie wewe siku zote za maisha yangu. Dhambi isinishinde, majaribu asinishinde, shetani asinishinde, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haya, omba kwa ajili yetu mama. Amen. Shukuru Mungu kwa ajili ya muujiza, shukuru Mungu kwa ajili ya kipindi. Tufumbe macho tuweze kumshukuru Mungu kwa nafasi nzuri ambayo ametupa jioni ya leo, hata tukaweza kumpokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Aendelee kutembea na sisi, aendelee kututia nguvu na kutuongoza katika ulimwengu huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu wetu, tunakutukuza, tunakuinua, tunalihimidi jina lako takatifu, maana ndilo pekee lililotukuka juu mbinguni na duniani. Bwana, utukufu na wewe, mfalme wa wafalme, jemedari wa vita, Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova Shalom, amani yetu. Sante kwa nafasi hii ambayo Mungu umetupa, Bwana, kukiri Mungu wa mbinguni jina lako takatifu kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu amekwenda kusema sala hii, Mungu saa hii, Mungu wa mbinguni. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu ni shahidi ndani yake. Asante kwa sababu Mungu Baba yupo kwa ajili ya kutusaidia, Bwana, na Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia, Mungu wa mbinguni, na kututia nguvu. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukaenende na kila mmoja ambaye Mungu amesubutu kusema sala hii. Mungu ameungana pamoja na wewe kwa imani katika ulimwengu huu. Usimwache Bwana, mtie nguvu, msaidie, muongoze, mfundishe katika hatua na njia mbalimbali za ulimwengu huu. Mungu akutumikie wewe tu siku zote za maisha yake, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako Mungu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Mungu ameweza kutusikia. Kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, kwenye huduma hii siko peke yangu, niko pamoja na mke wangu kipenzi. Huyu ndio mke wangu na ndio msaidizi wangu ambaye Mungu amenipa. Jina lake anaitwa Nekinya au Joyce Olenjolai Mokota Jailo Singo. Tuko pamoja katika huduma, na umeona nafasi yake na na wajibu wake na na section yake, na utaendelea kujifunza mambo mengi. Amekuwa mwalimu wa shule ya Jumapili kwa miaka mingi sana, na anapenda kweli kufundisha watoto, lakini pia amekuwa
akimtumikia Mungu katika maeneo mbalimbali kadri Mungu anavyomsaidia, akiwepo katika eneo la afya kama bwana afya wa Bwana Yesu. Amen. Wagonjwa wanaendeleaje mama? Wanaendelea vizuri. Kwa Bwana anaendelea kuponya, na akiona mgonjwa anakuja mahututi, na hatimaye akitoka akiwa anamshangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa basi tunapenda kusema ndo mwisho wa kipindi chetu cha 5. Kipindi cha 6 tutakuwepo. Tutakuwa wote pamoja, tunakaribisha kipindi cha 6. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, karibu sana. Hakikisha unajisajili kwenye shule yetu ya Ufalme wa Mbinguni, uje Tanzania, kwenye mabano Orange July N, na unabonyeza kitufe cha subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa punde tunapokuwa tunaweka katika mfumo au katika shule hii. Mungu wetu endelee kubariki sana, kukutunza, endelea kujifunza, endelea kumpenda Bwana Yesu na kumtumikia siku zote katika maisha yako. Tunakuachia neno la Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Biblia kitakatifu kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, na upate kwenda kutenda sawa sawa na yaliyoandikwa. Ndipo utakapofanikiwa sana, na ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu akubariki na kukutunza. Tuwabariki. Bwana, nyanyua mkono wako, tuwabariki. Pokea baraka hizi. Bwana Mungu akubariki. Bwana Mungu akulinde. Bwana Mungu akuinulie nuru za uso wake. Bwana Mungu akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, na Bwana Mungu akupe amani yake. Bwana Mungu aliweke jina la Yesu Kristo juu ya maisha yako. Bwana Mungu akubariki mjini. Bwana Mungu akubariki kijijini. Bwana Mungu akubariki shuleni. Bwana Mungu akubariki kazini. Bwana Mungu akubariki nyumbani. Bwana Mungu akubariki ofisini. Tunaomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Asante sana. Mungu awatunze. Bye bye. Bye bye.